Oh, alright. Mama wangu umependeza. Asante. Mashallah. Mke wangu. Siku nataka nawe kwenda kazini. Kwa maana document kibao za kufanyia kazi siku ya leo. Lakini mume wangu, mwanzo umefundisha sana kwenda kazini. Unaonaje ukatafuta weekend moja hivi? Tukafanya labda shopping. Please. Usijali mke wangu kwa hiyo. Kwa sasa hivi ofisi yetu inakuwa sana kwa kazi. Hata hivyo tuna wateja wapya wengi. Ni sawa. Lakini wewe kama unaumia. Usijali. Naendelea nini? Oh. Chai na mkate. Wow. Yeah. Twende basi ukaje. Sasa boss. Salama, habari za kazi? Habari za kazi salama. Na zile dokumenti ambazo niliachia jana nimezifanyia kazi. Sasa naona ngea hapa. Kwa hiyo kile Boss. hizo dokumenti zilizokupa jana ni hizi tu, si ndio? Hapana, maana jana nilikuwa najisikia sana vibaya. Sasa kwa hiyo nilifanya tu kazi nusu, ila baadaye nitazimalizia. Unataka sina kwenye kazi wewe, si ndio? Au sasa una mimi shemeji yako usifanye chochote kile? Sasa bosi, masuala ya shemeji na hapa kazi vinahusiana nini bosi wangu? Mimi nakwambia kwamba nitafanya kazi yako, ila naomba tu unisamehe. Sawa. Naomba uchukue hizo dokumenti ukazifanyie kazi tena. Na uzoeshe kuzileta hapa na wateja wapya na pia kuna mizigo pia inatakiwa ingie. Sawa bosi. Sawa. Mke wangu. Mimi kuna jambo linanitatiza sana na nimeamua kushirikisha. Umefanya vizuri mume wangu kwa kutaka kunishirikisha mawazo yako. Unanifanya nijisikie mwanamke mwenye nguvu na mwenye bahati ya kumiliki mwanaume anayejali na anayeshirikisha mambo yake. Unajua mimi na wewe ni mwili mmoja. Kwa hiyo kushirikisha kwenye mambo mema ni wajibu wangu. Sawa, unaweza kuniambia. Mimi naomba ongea na mdogo wako. Mwambie kuwa maisha ni mapambano. Na tukiendelea kulifumbia macho hili swala, tutaweka kwenye hatarishi wa kampuni yetu. Usijali mume wangu. Nitajaribu kuongea naye. Nadhani atanielewa na atabadilika.
Haya. Nakupenda pia. Yaani kuna vitu nikivifikiria, yaani huwa nacheka yani mwenyewe. Vitu gani hivyo? Hivi, nani alikwambia wewe uje usiku saa hizi saa 8? Sasa jamani baby, wewe ndio maswali ya kuniuliza mimi? Mimi hapa ni kwa mpenzi wangu. Yaani kwa mpenzi wangu ni kwangu, nakuja muda wote na kuondoka muda wote ule ninaotaka. Sasa kama ungenikuta mimi sipo, ningekusubiria mlangoni mpaka utakaporudi. Sikia. Hiyo tabia yako kuja usiku staki. Na iwe mwanzo na mwisho. Kwa hiyo ina maana unanifokea? Mimi kuja kwa mpenzi wangu nimekuwa makosa, si ndio? Hapana, sina maana hiyo mpenzi wangu. Ila nachojali usalama wako. Saa 8? Saa 8 kwa mpenzi wangu? Na sasa hivi usiku saa 8 afue mtoto wa kike. Basi sawa. Baby. Niambie mpenzi wangu. Vipi kuhusu ile issue ambayo nilikwambia? Nimekumbuka. Unajua hizi hela nimetoka kuchukua kazini. Alafu nimeiba. Hii yote kwa ajili yako. Kwa sababu nakupenda mpenzi wangu. Sawa, mchukue kwa ajili yangu. Umechukua wapi? Nimechukua kazini. Sawa. Nakupenda. Mimi pia nakupenda. I love you so much. I love you too. Me love you too. Me I love you for. Karibu bosi. Asante sana. Leo nimeona bora nifike hapa ofisini kuja kuulizia lile swala letu limefikia wapi mpaka sasa hivi. Kwanza nashukuru sana bosi kuja ofisini kwetu. Lakini pia mzigo wako baada ya wiki moja tutakuwa tayari. Kwa sababu nimeona muda unazidi kusonga mbele alafu sipati majibu yoyote kutoka kwenu. Kwa hiyo sikuwa na budi ya kufika hapo ofisini na kuja kujua mustakabali wa biashara yetu imefikia wapi, lakini kama mmeshindwa ni bora nipe dokumenti zangu na mzigo wangu nitafute kampuni nyingine ambayo naweza nikafanya nayo kazi. Samahani sana bosi wangu. Baada ya wiki moja tu mzigo utakuwa tayari. Usijali kwa hiyo. Haina shida. Sababu muda au msubiri mtu haina shida. Baby. 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 Amka uende kazini. Nache nilale kidogo. Nimechoka sana. Masoko mambo yonipa jana. Ili baby kupoa tu kidogo umechoka hivyo. Unabidi uende na mimi sawa. Utapata vitu vingi vikubwa na vinono. Mimi ndo medeko. Ila wewe kuna vitu unavitafuta kutoka kwangu. Sio kwa mabaya unanipa. Okay sawa. Sababu nikupe busu la kukuamsha. Ambalo litakupa nguvu ya kunyuka na kwenda kuoga. Ila sasa fumba macho. Nini? Sikapiga sana simu.
Hivi mwanangu na akili kweli wewe? Hivi mimi nilipokufundisha wewe? Mimi najitahidi kunyosha kile zangu mnapindisha. Mume wangu, umetoka huko ulikotoka, hata salamu hakuna, alafu unanifokia kwa vitu ambavyo sijafanya. Inawezekana kumfuga simba, lakini si kumwacha huru. Anaweza akakuzuru baadaye. Hili sasa hivi ndio nimeliamini. Mimi nimeamua kukuheshimu wewe, umlete mdogo wako pale. Sasa hivi mmeanza kuniharibia ofisi yangu sasa. Mume wangu, kosa langu kutokuongea na mdogo wangu. Naomba nisamehe kwa hilo. Nitajaribu kuongea naye. Asiponielewa, nitajua cha kufanya. Nakuonya mara ya mwisho. Ukija kurudia tena, nakwambia tawasabaratisha wote ndani ya nyumba hii hapa hii. Na vijana kama hao kwenye taifa kama hili huwa wahitajiki. Na kauli mbiu inasema hivi, kazi iendelee. Nitakuja kuonyesha vitu vingine baadaye. Samahani mume wangu. Ndio sasa sirudia tena sawa. Oya mwanangu. Yule mchumba alimpata juzi. Hatari, yani kanipa mapenzi ambayo sije kuyapata kwingine, yani kokote sije kuyapata. Sikiliza askari wangu. Muona yule mchumba anakupa vitu adimu kwa sababu wewe hapo unamzingatia. Nazungumza sana kumzingatia tena. Usahau. Kumzingatia muhimu, yani mtu lazima uonge. Sema ndo vile bila kuchoka askari wangu nini. Sema angalia mwanangu. Maana unaona sasa hivi umetumbukia sana kwenye penzi yani. Angalia usio kadondoka. Wewe, mimi nina akili. Shanaelewa eh? Yaani mimi natoa mapenzi kidogo, pesa nyingi. Alafu sasa yeye ndo anatoa kikubwa sasa. Sema ndo mnasemaga hivyo afu mwisho wa siku mkidondoka, mnakuja tena hapa maskani mnakuja mnatuomba ushauri. Sema nini mwanangu? Nikushauri kitu kimoja. Umeona hizo pesa ambazo unatoa na mzingatia mchumba. Kwa nini usitoka? Nipa mimi tu nini nikaanzisha mtaji wa ganja nikaa nasukuma maskani hapo. Ale nikupe wewe hela, zote usivutie bangi. Wewe siwezi kufanya kitu kama hicho. Hamna. Mimi ukishanipa mtaji wa ganja, mimi siwezi nikatamani mtaji wangu. Ina maana mtaji ni unauza mimi tena utamani mimi ndo nivute, hamna. Ndio maana unakuta muuza chips, yupo maskani anauza chips pale, lakini mtaji wake huwezi kutamani. Ila wewe unaipita pale barabarani ndio unatamani. Kwa hiyo mimi ndo niko hivyo, siwezi nikatamani biashara yangu. Sikia. Yaani huo ushauri wako mimi siwezi kuufuata. Sawa? Yaani acha mimi nisike katika mapenzi yangu. Acha nisimame kwenye mapenzi yangu. Yaani hiyo imeisha. Sister kanipigia simu. Bwana, sister kanipigia simu. Sema ndo hivyo, zingatia mwanangu basi nilivyokupanga. Poa. Baridi kwa wao. Hivi, una shida gani? Kwa upande wangu mimi bwana sina shida. Mimi hapa sina shida kabisa. Sijajua sasa labda wewe unavyoniona mimi nina shida gani. Kwa mimi najiona sina shida. Sio kweli Kide. Mambo hivi unajionaje? Uone kama unakosea na unanikosea? Kukosea vipi tena dadangu? Yaani unaongea kama mtoto. Mambo unayofanya huko kazini yanakupendeza? Dada, mimi siwezi nikafanya kazi kama roboti. Hata roboti lenyewe lina muda pia linazima. Nyamaza! Hivi, wewe una nini na shemeji yako ana nini? Yeye anafanya kazi kwa bidii. Na ndio maana unaniona mimi naishi kwa furaha. Lakini dada, sitaki kusikia upuuzi wako. Naomba ujirekebishe kabla sijafanya maamuzi yangu. Ona mwanangu. Yaani na upepo huu ningepata soda ya baridi. Na demu wangu sasa hapa mzee, wanakubatia hapa kifuani hapa. Afu mzee nalala naye kama hivi. Unajua mwanangu ananirusha steam wewe mwanangu.
Watu sasa hivi kichwa bleach nyekundu hatuelewi. Wewe kila muda ukikaa mideko, wao walikuwa wanakuja hapa maskani. Njoo na story nyingine. Achana hizo mideko. Au unafikiri sisi tuna mind nini hivyo vitu? Wewe, sasa unafikiria hapa maskani tutazungumza story gani zaidi ya mpenzi wangu mimi mideko sasa hapa? Kumbe mwanangu akili una. Wewe chenga akili barafu mwanangu. Sasa hivi watu sisi tunawaza pesa, yani usela pesa. Wewe unawaza mideko. Wewe unatoa akili sasa. Kaka zangu samahani.